Hata mkijadiliana ukweli ndio huo. Amina pastor. Tuondoe ibada za sanamu. Wakati fulani Mungu aliwaambia kwamba alimwambia mtu fulani, nenda ukawaambie waondoe miungu iliyo katikati ili mimi nipate kukaa katikati yao. Kuna wakati kanisa lisipokubali kuondoa miungu ya kusuka, masanamu ya kusuka, masanamu ya kupaka rangi. Kuna madada yananunua kucha, unakuta ikucha imesimama limeenda, ameweka makucha hivi. Hao watu wamechanganikiwa akili yao. Shetani amewateka namna hiyo. Eti dada anaweka kucha kabisa, yanakuta ikucha ni lirefu. Hadi kuna siku mwingine nilimuuliza dada, hii kucha uliikuzaje hii? Akasema pastor, hii imewekwa. Yaani wewe baba mzima unaruhusu mwanaume aende amshike mguu mke wako amwekee kucha? Ama baba ya siku hizi nayo wivu hayana. Mke wangu umependeza, lakini sio kupendeza, ameshikwa vya kutosha. Na kisha rudi tena wanaanzia ndani, maana wewe sio uko ofisini. Anakanyaga kwanza ndo anakuja nampa tena. Yaani vitu vya ajabu ajabu tumeviruhusu. Mungu leo atukuzwe kwenye familia zetu. Nataka nikwambie, unavyomuona binti yako, nenda uchungulie mke wako kwanza. Ulipomwoa alikuwaje na sasa hivi ukoje? Maana Biblia inasema mtoto wa mtu alivyo ndivyo mtu mwenyewe alivyo. Na mtu alivyo ndivyo mtoto wa mtu alivyo. Nataka niwaambie wapendwa, tusipobadilika, Mungu ana agenda na sisi, hatutakuwa salama. Na mimi naomba niseme, wanawake mliojifanya kuwa na misimamo kwa sababu ya elimu zenu eti hamtaki kuambiwa, mkiambiwa mnajidai mimi ni mwamba. Nataka niwaambie, mwisho wa haya tunayozungumza, kuna uharibifu unakuja. Unakuja. Kwani kuna shida gani? Siku moja nitaita mabiti waje hapa, afu nitaomba hizo nywele hizo nywele. Afu wanakuja nasema, pastor tuombe tupate mchumba. Mungu gani anayejibu maombi hayo? Mungu gani anayemleta mchumba aje aingie gharama za kutosha hizo? Mungu kijana wa watu aje ateseke. Ukimwomba pesa ya kusuka akikunyima unaenda kwa wala ili akupe. Mungu gani anayekuletea mke? Badilikeni vijana wa kike kama mnataka waume. Ni wako hapa. Iko abanuwa, yani hawa watu ni wapole sasa hivi, yani hata Yesu akija mume inatimia kwamba nao ucha mbele zangu kama watu wangu, ukaa mbele zangu kama watu wangu wafanyaje? Wakaavyo. Midomoni mwao yumo Yesu. Mungu anatajwa lakini mioyo yao ni mipagani. Nataka niwaambie watu wa Mungu, muda wa kufanya matengenezo ndio huu. Hakuna muda mwingine. Amina. Mwende mwachane na suruali, mwende mwachane na kusuka, kupaka rangi, sijui kufanya nini. Mwende mwachane nako. Muinapoitwa wa Adventista wa Sabato, mnamtambulisha Yesu wa kanisa. Amina. Asante Bwana. Maana hata hivyo zingeendelea watu hawa. Ni kama kuna mtu mmoja amekosa tu silaha, angekuwa ameshanipiga shaba. Lakini ukweli ni lazima uzungumzwe, watu wanaokwenda mbinguni wapone. Na Biblia ina agenda moja, wachungaji. Inasema ya kwamba kondoo wangu ninawajua, nao wanaisikia sauti yangu. Ikitokea kiwepo mtu mwenye kusikia na kufanya mabadiliko, ni kondoo wa Bwana. Amina. Ikitokea kuna mtu ataendelea kuwa na misimamo, ataishi ndani ya kanisa lakini sio sehemu ya kanisa. Amina. Pastor karibu. Hebu lete mic hapa, kuna pastor na jambo hapa. Amani, Bwana ni mwema wakati wote. Ona, ngoja niseme hili. Kanisa hili linaongoza kwa kufundisha pia watu habari ya ndoa. Tunafundisha mno. Lakini ndilo kanisa ambalo linaongoza kwa watu wengi kubebana. Hata tunasikia kule nje wanatuambia, yani wa Sabato bana, mpira utoki nje. Labda na mimi niingiemo tumure, naona mpira wa mwili ndani panda. Kwa nini? Namna mnavyovaa
Unaenda kwa mzee wa kanisa, haumuogopi. Namna unavyovaa unaenda kwa karani, mchungaji unajipitisha. Alafu kikao sikia nyasa, siku hizi ni wa moto. Ni wa moto. Alafu mwingine akwambia, unataka sasa na wewe. Ndivyo mazoea hayo mabaya namna tunavyovaa. Hizi suruali, unajua nawaambia pale lile darasa, pastor tulivyo. Kina mama wana mili tofauti. Kuna wengine wana maumbo ya manyigu, wengine namba 6, sijui namba 8, wengine ni bausa, mimi ni pechu. Mwingine ni choropoka, wanasema choropoka. Sasa naye anataka avae suruali kama wenye mawigi.